kwa sababu ya nafasi. Kitu cha kwanza, nachukua hii nafasi kusema pole kwa memba wetu wa bunge ambaye alipoteza maisha, alikufa, mzee ambaye alikuwa msaidia magazeti hapa katika bunge letu la Gusii. Nasema pole kwa familia na familia ya bunge Kisii, pole kabisa. Punge power. Punge power. Jambo la kwanza, Matiang'i sasa ako ndani ya Kenya. Punge power. Hebu nipe makofi ya Matiang'i bwana. Sasa Rais, incoming President of the Republic of Kenya, the 6th, ako ndani, anafuta hewa ya Kenya. Punge power. Punge power. Wa Kenya anza kuprepare kumreceive. Sisi kama Wakisii tulimupokea tarehe 2 mwezi jana. Punge power. Punge power. Tukamwambia aende paka Amerika, aandike karatasi smart, apewe wenyewe, awambie ameitwa na Wakenya, aende kutumia Wakenya. Punge power. Punge power. Tarehe 30 tena tutakuwa na yeye hapa, tumupe authority, tumwambie wewe toka Kisii, ende tafuta kura nje. Punge power. Punge power. So sisi kama Wakisii, na hii ndio sauti ya Kenya, sauti inaaminika, haina porocho, haichaongwa wala haichakuwa na mtu yeyote nyuma yake. Punge power. Tunaongea sauti kama ya Wakenya ukweli. Tunawapokea nyote Kisii tarehe 30, tunawangoja wache na kikosi mzima wakuje kuhakikisha ya kwamba tumewapea kijana wetu aende kutafuta kura nje. Kisii hapa sisi hatumtaki. Punge power. Hapa Kisii hatutaki Matiang'i. Wacha aende nje, sa Kisii zote siko nyuma yake. Punge power. Punge power. Number 2. Kuna yule msasi wa Albert Ojwang ambaye kijana wake aliuawa na maafisa wa polisi wa Kenya. Punge power. Nilishangaa sana, yule mzee amepewa pesa paka amekuwa mlevi kwa pesa. Punge power. Punge power. Paka anakuja kusema asante, eti mtoto wako ameuawa, anasema asante. Nikashangaa, sasa hii Kenya tunatoka wapi tunaenda wapi? Punge power. Punge power. Tusipende pesa kuliko uhai. Tusipende pesa kuliko mwanadamu aliye hai. Uhai wa mtu ni wa muhimu kuliko kitu chochote. Punge power. Asante kwa nafasi. Haya. Punge power. Punge power. Leo hii tumefika tena. Wakati Daktari Fred Okengo Matiang'i wakati alifika mji wetu wa Kisii, ilikuwa ni tarehe 2. Wakisii wote pamoja na Wakenya kwa ujumla walitoka sijui ni siafu, walitiririka tititi, wakamwagika, wakachacha. Na kwa ukweli tarehe 30 tena leo hii nimekuja kuitangaza mjana asubuhi saa kama hizi. Tarehe 30 tena nataka kutangaza public holiday katika mji wetu wa Kisii. Kwa hivyo nimeitangaza officially, nikawa kuwa kama kiongozi. Najua watakapofika Wakenya kwa ujumla watakuwa katika mji wetu wa Kisii, watakuweko wote katika mji wetu wa Kisii. Najua Daktari Fred Okengo Matiang'i alikorejesha makaratasi zake kula Marekani, sasa hivi amerudi, ako Kenya, na tunajua Kenya imeamua iko nyuma ya Fred Okengo Matiang'i. Kenya iko wapi? Nyuma ya Fred Okengo Matiang'i, tuko nyuma yake. Kwa hivyo leo hii
Sisi hatuna matusi yoyote kwa kutusi serikali yetu ya Kenya, kwa sababu ndio serikali iko mamlakani sasa hivi. Lakini tunasema safari ya Daktari Fred Okengo Matiang'i atakapokuja mji wa Kisii, ninaomba wamama, wasee, vijana na walio wote walio humu katika mji wetu wa Kisii. Kwa hivyo tumetangaza itakuwa ni public holiday. Kwa hivyo tunawaomba wafanya biashara, wauzaji matunda, Wafunge. wauzaji mboga, Wafunge. wauzaji mabags, Wafunge. wenye waendeshaji magari Wafunge hiyo siku. na kila mwananchi ambaye atakakuwa, hata ma street boys, Wafunge. wafanya mabeba wenzangu, Wanafunga kazi. najua hiyo siku kazi zote tumetangaza kuna kufungwa na itafungwa, kwa sababu sisi tuko na uhakika Wakenya wote tuko ya nyuma ya Fred Okengo Matiang'i, tuko nyuma yake. Ai sister, naona. Soma Kwa hivyo ninawaambia hatuna ukomvi wowote wa kuogopa, bali tunashukuru. Nataka kuzungumzia maandamano itakayokuwa kesho. Mimi najua kesho wananchi watakuwa tu na maandamano ya amani. Tunaomba pengine maandamano itakapokuwa, hatutaki mafurugu na hatutaki watu wa kuharibu vitu vya watu, kwa sababu maandamano iko katika katiba, na mwenye atakao chukua kuharibu mali ya wananchi tunakataa. Tunaomba ikiwa mnaandamana, muandamane kwa amani, lakini msiharibu vitu yoyote ya wananchi. Kwa hivyo tunaomba wewe ndugu yetu baba, uko ndani ya serikali, inastahili kuliko uliingia upange serikali vizuri ndio umeacha serikali ikijipangua. Kwa hivyo tunakuomba pia wewe ushughulike na serikali. Kwa hivyo tunaomba sisi, mimi kama Mkisii, na ninatangaza kama kuwa Mkisii, siku ya tarehe 30, hiyo ndio siku ya furaha kabisa katika mji wetu wa Kisii. Watu watatoka wengi kuja kumlaki Daktari Fred Okengo Matiang'i. Bunge power, Power. bunge power. Unajua bunge yetu hii ni bunge, hatutamtusi rais wa jamhuri, bali sisi ni kumwambia, sisi ni kuwaeleza, hatukwangi na matusi na hatutakubali kumtusi, lakini kunayo wale sijui ni vibaraka vyake vidogo kuliko wafanye kazi ya kumpa rais wetu, wampe maelekezo mazuri afanye kazi. Kazi yao ni kutusi Daktari Fred Okengo Matiang'i. Tuache maneno ya matusi. Leo hii sisi tukiwa kama wabunge, watoto wa maskini, watoto wa kusaulika, watoto wa mateso, tunaomba tuwe na amani katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba amani, tunaombea nchi kuwe na amani, wananchi wawe na amani, na Kenya yote kwa ujumla iwe na amani. Kwa hivyo tunaomba wananchi wetu siku ya tarehe 30, hiyo ndio siku ndio wanaozungumzia sana. Najua sisi si wa kulipwa, sisi si wa kupewa ongo, sisi si watu wa kupewa pesa yote. Mutoke wingi kwa wingi, na hiyo tiketi yenye Matiang'i atakao simama, najua haitakuwa na kununuliwa, haitanunuliwa hata shilingi moja. Tutakuwa hiyo nyuma ya hiyo tiketi yenye Matiang'i atakao tupea mwelekeo, tutakuwa nyuma yake. Kwa hivyo najua sisi kama Wakenya tuko ya nyuma ya Daktari Fred Okengo Matiang'i, tuko nyuma yake. Liwe liwaro, sisi tuko nyuma yake, iwe ni moto, iwe ni maji, iwe ni chua, iwe ni mvua, tuko ya nyuma ya Daktari Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo tuko nyuma yake, na najua tuko nyuma yake kidete, Hivyo. atugeuki wala atubanduki, iwe kwa upanga,
iwe kwa bunduki, iwe kwa kisu, tuko nyuma yake. hivyo. Na sisi hatupigani, hatutaki kupigana. Sisi kama wabunge wananchi ambao tunaojitafutia kwa mchengo, ambao tunaopigana kwa hadi ya kuuza mabags, aki ukweli, unga imeenda juu, unga nayo imeenda mrama, unga imepanda kupanda. So tumekuwa na mazungumzo ya shida imekuja katika mafamilia, watu wanalala njaa, wamama wanaibiwa vitu katika mji wetu wa Kisii, waizi wameenea kila kona, mavibanda vinavunjwa na waizi na mikora. Kwa hivyo tunaomba serikali tulindie mikora, imejaa wakora, wamekuwa wengi wa kuharibu vitu za wamama. Hivyo mali za wamama, mali za umma zinaharibiwa kiorera na mikora katika mji wetu wa Kisii. Kwa hivyo tunaomba amani na upendo siku ya tarehe 30. Kila mmoja atokee, na hii matangazo naomba iwekwe kwa kila redio. Watu watokee kabisa. Watoke kwa kila sehemu ya mji wetu wa Kenya. Watu watatoka Western, watu watatoka Ujaruoni, watu watatoka Rift Valley, watu watatoka Mount Kenya na nchi yote mpaka Mombasa watakuwa mji wa Kisii. Nao si malipo, wengine wameanza kuingia ndani ya mabasi kusafiri kuja mji wa Kisii. Kwa hivyo tunaomba usafiri uwe mwema katika barabarani. Mungu awalinde na awatakase mnapoingia katika mji wa Kisii. Kwa hivyo mji wa Kisii tuko na amani na upendo umejaa kila kona. Asanteni sana. Amina, hakuna cha kuongezea, tumemaliza. Bunge power. Bunge power. Basi nachukua nafasi ndo kwanza kusema kitu cha kwanza, tunataka Kenya hii ni amani. Kwa hivyo naambia mkuu wa polisi, General Inspector wa polisi, kabla hajatuma maafisa wake wa polisi, angalie kwanza maslahi yao penye wanaishi. Sisi tumeona vile wanavyoishi hapa Kisii. Sana sana ama askari wanakondisha manyumba pale nje. Wao mara mingi wanaangusha na mapikipiki. Na juzi nimeona askari mwingine akiwa ameangushwa kwa matope na pikipiki. Kwa hivyo kabla hujaangalia mambo ya security ya kwa watu, kwanza angalia maslahi ya askari wako kwanza. Angalia polisi zetu zimeanguka. Kama Kisii Central polisi karibu kuanguka. Ukija hapa Kisii na wakati umeingia pale ndani nyumba ikuangukie, watu wa media watakuwa wanaandika taarifa gani? Kwa hivyo sisi kitu cha pili tunataka ni amani kwa mwananchi. Sisi hatuna vita. Vita iko Irani na zile nchi zingine. Sisi hapa Kenya tunataka kitu kinaitwa amani. Kwa hivyo tukisema tunataka amani, kwanza amani asiye mwananchi, ishie kwa government. Kitu kingine naambia hii waziri amasimamia mambo ya education. Angalia mambo ya education Kenya. Walimu wanaongeza mapesa, wamefikia kiwango kingine, watataka wazazi waanze kulisha wazazi. Walimu wanatuma wanafunzi wawatoe 50 bob za breakfast na another lunch pia. Na zingine za breaks. Hizo pesa tuone penye zinaenda. Pesa za project hatuoni penye zinaenda. Tunatoanga pesa wanaenda wanakula. Kwa hivyo mkuu wa elimu Kenya, waziri, angalia mambo ya education kwanza. Kitu kingine mambo ya Matiang'i. Sisi tumemchagua Matiang'i akuwe rais wa Kenya. Kwa katiba vile ninavyosema, kila mtu ako na haki ya kuuliza kazi na kazi yataandikwa kulingana na ile kazi ambayo kwa amefanyia wa Kenya. Kwa hivyo tusije tukaanza kupigana sababu ya Matiang'i, tusije tukaanza kupigana sababu ya hata William Samoei Ruto. Eti mimi ni wako, mimi na wa mwingine. Sisi wote ni wa Kenya na tuwe tunaheshimiana moja kwa mwingine. Bunge power.